Asanteni. Sijui mama Almasi kama ako hapa ama tumemchenga. Alikuwa anatuzubiri pala mbele. Ako wapi mama Almasi? Lakini tumeenda round akapotea route. Mkimwona msalimie. Mkiona mheshimiwa Mili Mishiboko mumsalimie. Saa hii yako kazini kwa bunge ambao mimi niliwaamurisha jana Changamwe. Wajumbe wote wa Azimio la Umoja One Kenya waende bunge wachukue mamlaka ambao walinyimwa na watu wa Kenya kuisha. Mjadala sasa hivi unaendelea, na kwa hivyo watu wa Kwale na Mombasa, tangu juzi tumekuwa nanyi, lakini kwa sababu usiku umeingia, mimi naomba nirudi Likoni. Mtatukaribisha, lakini wale wako kule tusalimianeni, tunasimameni. Tunasema raundi hii ni sisi wenyewe tujikomboe. Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao na wajikomboe wao wenyewe? Kuna sababu upande wa matibabu kumezorota, si ni kweli? Unasikia shi na sha, hiyo ni upuzi mtupu, si ni kweli? Watoto wameshindwa na kwenda kusoma vyuo vikuu na shida ni nyingi, hakuna ajira. Ni kweli si kweli? Hapa Likoni shida ya mashkota iko tele, ama sivyo? Kwa hivyo tunawaambieni tutarudi. Leo ni kionjo, niwaambieni tutarudi, na Kenya nzima inasema Kasongo aende nyumbani. Wangapi wanasema Kasongo aende nyumbani? Juzi Waititu atawasalimia. Juzi kule Isiolo watoto wakasema tumechoka na uongo. Kwanza nasema hii barabara hii itaenda Modogasha, itaenda Mandera, sema uongo. Wakasema uongo. Alafu akasema nyinyi hamwezi kutisha serikali, tutawasafirisha. Jana na leo wameshika watoto zaidi ya 50 Isiolo, na huku ni Isiolo. Kenya hii inatawaliwa kidemokrasia, sio kwa kimabavu, na ile lazima tukomboe nchi yetu. Wangapi wako tayari kuikomboa tena? Tukikomboa nchi yetu, kila mtu atakuwa mahali ambapo anapumua hewa safi, si ni kweli? Kwa hivyo mimi leo nataka tu niwaambieni, hiyo vita inaendelea kwa bunge, itaendelea. Ule wizi waliibia Raila, mahakama imeonyesha wazi kwamba wabunge wengi ni wa Azimio, sio wa Kenya kuisha. Na kwa hivyo spika anajaribu kujitetea, na mahakama anasema uwezi, huyu spika is my friend but is going to be cited for contempt of court. Haiwezekani kamwe ukatupilia mbali maoni ya mahakama. Mbona sisi tuliposema ameshinda tulisema hatukubaliani, lakini tunasalimu amri. Nikaambia Raila na Madha wawache, si ni kweli? Sasa hiyo mahakama hiyo imesema ni wizi mtupu. Kwa hivyo mimi Raila anaenda kutafuta kiti AU, namwambia aende, lakini akiona kineumana arudi hapa tukomboe Kenya. Si namna gani? Wangapi wanasema tukomboe Kenya? Wangapi wanasema tutomboe Kenya? Kumbuka tulikuja hapa ante tukasema resist. Kumbuka vijana wa Kwale waliona mambo ni mambaya, wakati ule wakaanzisha what was it? Ilikuwa itwaje? Ilikuwa ni haki yao pia, lakini wakati ulikuwa hujafika. Wakati sasa umefika kukomboa Kenya, zote tutakuwa kaya bombo zote, ili tujikomboe Kenya hii. Wangapi wanasema tutajikomboa hivyo? Kwa sababu tutaki kukaliwa kimabavu, hatuwezi. Kenya ni yetu. Nimeambia Wakenya kutoka Lamu, nyinyi watu wa Kwale na Mombasa mmevinyiliwa zaidi. Madini yenu imenyakuliwa na watu wachache. Kuna dhahabu, kuna mambo ya uranium katika Kwale, na hiyo yote inatolewa na watu kufueka peka zao mfukoni. Wanaleta kodi baada ya kodi nyingine, mpaka tukasema Zakayo asiposhuka kwa mti tutakata. Wangapi wanasema wamekata hiyo mti?
Yaani hata hizi biashara mnafanya hapa, hizi biashara kidogo hii ya mitumba na ingine, ushuru wa Kasongo anachukua directly, na badala ya kuimarisha uchumi wao na wa watu wachache wanaweka kwa mifuko yao, na tunawajua. Lakini ile mbaya zaidi ni kushika vijana, kuweka ndani ya Subaru na kwenda kuwaficha mpaka Inspector General wa polisi ajui wako wapi. Akiulizwa ajui wako wapi. Kama Inspector General ajui, wajue kwamba tutawashtaki hata kama mahakama ya ng'ambo. Hatutaki watoto kuuawa, ni haki ya mtoto wa Kenya kuishi maisha yake. Wangapi anasema hivyo? Ndio mnakubaliana na mimi? Kwa hivyo Mungu abariki. Wakati umeenda mno, ngoja baba yao wasalimie Waitito.